pekee. Mungu akubariki sana. Kwa hiyo nataka watu ambao wanajiamini kwamba ile ofisi ni ofisi na sio mahali pa kuchezea. Haleluya. Nataka tutengeneze tabia ya kutamkia ofisi zetu baraka. Wewe fikiria kama imekukalisha hapa miaka mingapi, unaishi hapa, unabadilisha nguo, unabadilisha mboga. Kwa nini uione ni ya kawaida? Kila mtu amke kazini kwake, ajue mahali hapo ni mahali pa mfereji wa fedha. Kwenye biashara mtu ajue ni mahali pa fedha. Anayesoma ajue ni mahali ambapo anatengeneza mfereji wa kuja kupata fedha. Kila mtu achangamke kwa nafasi yake na kutumia mawazo mazuri kupindua maendeleo alionayo kwenda kwenye maendeleo makubwa zaidi alionayo. Nitashangaa mpaka mwezi wa 12 kama maisha yanabaki ya kunung'unika, na tuko hapa kanisani na vipindi vya maombi tunavyo, washauri wazuri wa uchumi tupo, na washauri wazuri wa kina nani wapo. Kwa nini tunabaki vile vile? Ni kwa sababu hatutaki kujielimisha. Biblia inasema kupitia Hosea 4:6, watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Ni kweli unafanya biashara, lakini hujui namna ya kutenga ipi ikae wapi, kipi cha kutumika wapi na kadhalika. Ndio maana tunabaki tulipo, hakuna kubaki tena katika jina la Yesu. Ni lazima kila mmoja anyanyuke, achukue hatua mpya, aende kwenye maeneo haya 6, angalia wapi anaweza kufanya nini. Na nataka hapa mabadiliko. Unakuja kunishuhudia mchungaji, imekuwa na sasa namuona Bwana ananitendea, nabadilika, nimepata uwanja, nataka kununua gari, nataka kufanya hiki. Ndio nasema sasa nina watu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Eneo la kwanza ni kwenye wazo. Wala usifikiri kuna kitu kitatokea kama usipowaza. Ujuzi tumia, una hela. Matatizo tafuta majibu, kuna hela. Huduma au bidhaa hakikisha unatoa, utapata hela. Kipaji ulichonacho kitumie vema, kitakupa fedha. Watu watumie, ndio nguzo muhimu ya maendeleo kwenye maisha yako. Wewe baba, acha kusema nilikuona umesimama na mwanaume fulani mahali fulani. Nilisimama, nilikuwa na business. Haleluya, watumishi wa Bwana. Nilikuwa na biashara. Yule hawezi kunipata mimi, nina biashara nilikuwa nayo, nilikuwa nauza pale biashara. Na kwenye biashara mwanaume anauza kwa mwanamke, mwanamke anauza kwa mwanaume. Haleluya, watumishi wa Bwana. Hapo hakuna shida. Wewe ukiona namna gani, lete boxer, tutanunua si wanaume. Natumia ulivyo kufanya biashara. Bwana Yesu asifiwe sana. Nenda ambe kuna biashara hii, kuna nini na nini. Kuna wengine tunaogopa kwenda kununua boxer hiyo, lakini ukileta huko private, mchungaji mmoja ofisini na hizi boxer niungishi, na angalia inaweza kutosha, weka hapa shilingi ngapi, shilingi kadhaa, shika. Sasa nyie mnacheka kwa sababu kusema boxer mnaona kama kitu cha ajabu. Si tumevaa kwani hatupo tu, hatujavaa hapa kanisani. Haya, peleka maofisini basi. Hawana muda wa kwenda kutafuta huko. Bwana Yesu asifiwe sana. Usiende mwanaume, nenda wa kike. Tunaonaga hapo sasa, hebu nipe ziko ngapi hizo? Hebu nipe 1, 2, 3. Nataka nikuungishe, alafu baadaye nije niweke neno. Haleluya. Ili nione na hela. Nachukua zile 4 kwa mbwembwe. Siku nakuja kukuambia, unamwambia baba, mimi mzee Sande ndio mume wangu, tafadhali sana. Mtavunja uteja, lakini mshachukua hela. Haleluya, watumishi wa Bwana. Chukua chako mapema, ondoka zako. Nenda mahali pengine. Tusione aibu kutembea kufanya biashara. Hatuwezi kupata hela tukiwa tumekaa kanisani. Lazima tutembee. Maombi yangu ni upako wa kwenda kuwezesha kufanya biashara. Kuna mtu ana swali? Kwenye mambo sita. Ndio sasa. Mahali fedha ilipojificha. Haya, tusimame tu. Kama kipaji kimenilipa, Mungu anibariki kwa kweli.